Mwanangu, piga magoti hapo. Mwanangu, Mungu akubariki. Umekuwa mtoto mwaminifu, kati ya watoto wanyenyekevu. Umekuwa mnyenyekevu, na wakati wote ninapokutuma, wakati wote sijawahi kusikia kauli ya kukataa. Napokuita, napokunani, sijawahi kusikia kauli ya kusema hapana kwenye maisha yangu ya kukulea wewe. Yes. Na Mungu atafanya zaidi ya hapo. Lewis ni kati ya watoto wangu ambao ninawajua wanampenda Mungu, wana kiu ya kumtumikia Mungu, ni wanyenyekevu na ni watii. Yes. Ni among ya watoto ambao niko nao hapa ambao wanafanya vizuri sana katika swala zima la, ninajiona kwao. Bwana asifiwe. Wanajitoa. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa haya ni matokeo madogo sana zaidi ya yale ambayo Mungu anakwenda kuyafanya kwenye maisha yao. Na mimi wanangu ninawaombea sana. Naombea sana. Mungu atakubariki mwanangu. Mungu alishakubariki. Anafungua mlango mmoja baada ya mwingine. Ninashukuru kwa utumishi mzuri pale Vigama na kanisa kwa ujumla. Ninaomba Mungu akazidi kukuwekea mizizi Dar es Salaam hii, na utatumika na utakuwa baraka kwenye benki ya Azania pia, kwa jina la Yesu, na kwa kanisa la Mungu. Baba, ninatamka neema juu ya neema juu ya huyu mtoto, yeye na familia yake. Mke wake yuko wapi? Kimbia mara moja. Mtoto wangu huyu amekuwa mwaminifu katika hali nyingine ninazozijua ngumu wakati mwingine, lakini Mungu ulimsimamisha. Huyu mtoto, familia ilikuwa haijawahi kuwaza itakuwa na mtumishi wa Mungu kama huyu, lakini Mungu umewapa. Baba, natamka neema kwenu. Neema ya Mungu na upako wa hii madhabahu ikawe juu yenu kwa jina la Yesu. Mungu akakuweka kwenye hiyo kazi. Mungu akakupe neema. Kila mwaka upate kibali cha promotion. Ninatamka kwenye neema huku kimtumikia Bwana, na neema na mafuta na upako ninauachilia ndani yako. Utatembea kazini na kwenye huduma ambao unaifanya Vigama. Kwa jina la Yesu naiweka familia yako na wewe mwanangu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Barikiwa mwanangu. Barikiwa mwanangu. Oh, barikiwa sana watoto wangu. Mwanangu azingiziwa, karibu za siku. Salama. Umepotea mwanangu. Barikiwe. Karibu mwanangu. Sema kofi. Ndio. Ndio. Umetoka salama. Amina. Wow. Juku wangu huyu. Amina. Haya jamani. Tena tumevaa sare maua. Jamani. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mjukuu na mwanangu. Nilikuomba mjukuu na mama na mtoto watoke wakiwa salama. Ni kweli changamoto zilikuwa ni nyingi juu ya ujauzito wa huyu mwanangu, lakini hatimaye sasa hivi huyu mjukuu yuko hapa. Ninaomba neema mjukuu, kama aliweza kupiga vita vya tumboni mwa mama yake, hakuna vita ya nje ambayo itamfanya huyu mjukuu asifikie maisha yake na malengo Mungu aliyomleta kwayo. Kwa jina la Yesu, amen.
Fungue biashara. Kibali kwa Mungu. Ya kishirikina. Haya mwanangu. Weka sadaka yako kwa madhabahuni. Sasa mjukuu unaletwa kwa babu, unalia tu. Au nipendi? Baba, ninashukuru kwa ajili ya mwanangu. Japokuwa anakaa mbali, lakini anaikumbuka hii madhabahu. Tumekuwa naye mazingira haya kwa miaka ya nyuma, lakini mwanangu ninajua yuko mbali, lakini moyo wake uko hapa. Mungu kule alipo, Farume, ninatamka hiyo biashara itadumu, itakuwa, itaongezeka. Kila nguvu za giza ambazo zitakuwa juu yako kupiga vita hizo biashara, roho za maeneo hayo ya Kisarawe, kwa jina la Yesu natamka neema ya Mungu, funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Umefunguka wewe, mwili wako, afya yako na biashara yako kwa jina la Yesu. Amen. Mwanangu Rusi, karibu. Barikiwe mwanangu. Barikiwe sana. Mungu akutie nguvu. Nimefurahi kuja kuniona leo. Wow, amina. Ulikuwa mbali mwanangu, asante. Asante sana. Karibu mwanangu. Amina. Haisemi hiyo. Ndio. 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 Yes. Ina upande mbili, yani kuna wema na upande mwingine ambao huwezi kuelezea. Ndio. Namshukuru Mungu, kwangu ni changamoto lakini imekuwa ni neema pia. Tumevuka. Na namshukuru Mungu nimeweza kukaa tena familia yangu, tukaonana kwa sababu ilikuwa ni miaka mingi sana. Miaka mingi. Nilikuwa nakataa, tunasema popote unapokuwa ni familia pia. Ndio. Ila najua familia ilikuwa naumia, ilikuwa inaenda mpaka kwa waganga ili nirudi. Najua hiyo, yani mpaka picha zinapelekwa huko kwa waganga. Na mimi nilikuwa najua kwa upande wangu, mimi najua. Sasa nilikuwa naambia tu niendeleeni, kuna siku eza mimi au nyinyi munifuate. Mnifuate. Basi. Lakini walio kufuata ni wengi, ni wao. Karibia wote. Maana karibia wamekuja wengi sana. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sana. Tumeweza kufika nyumbani salama bila shida yoyote. Ndio. Na mabinti zangu wakabaki, ila mimi nikasema ninarudi. Narudi, yani siwezi kabisa. Pesa, makofi na vigeregere. Tanzania ameipenda sasa Tanzania. Yani nifike tu mama kaniambia nasikia yetu kuna sehemu unaenda. Sasa mimi nikamwambia kwa umri huu unaweza kuniambia nisifanye nini? Naomba tu uniombee, mimi ni mwanao pia. Ndio. Na maisha yaendelee basi. Mama kasemaje? Mama kaniambia wewe ndio unachagua. Ndio unachagua. Mpigie Yesu makofi na vigeregere. Amina mwanangu. Ndio. Nashukuru Mungu, ndo hayo. Barikiwe. Nimemshukuru Mungu kurudi salama. Ndio. Kwa sababu pia kwenda na kurudi sio kazi rahisi. Ni sawa. Unaweza kuiona kwa macho kaona mbona ni rahisi, lakini ukiangalia kwa upande mwingine kaanza kuelezea ni ngumu. Ni ngumu. Ila hayote kwa yote namshukuru Mungu na baba nashukuru pia. Amina mwanangu. Piga magoti nikuombee. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mwanangu Rusi. Alikuwa safari, Mungu ulimpeleka salama, na yale ambayo tulizani hayawezekani yamewezekana. Najua hajaongea kila kitu, lakini Mungu, neema kwangu mimi ambaye ninafahamu ni kubwa. Ninaona neema katika maombi tuliokuwa nayo siku 21 yanaanza kuzungumza vitu vikubwa. Asante kwa ajili ya Rusi kuwepo leo. Yamkini asinge kuwepo Tanzania labda kwa miaka, lakini Mungu hata mwezi hujaisha umetenda. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki mwanangu katika madhabahu hapa. Bwana asifiwe. Leo pia tumepata kibali kuwa na mchungaji wetu wa pale Makambako. Pastor Deborah tuko naye hapa, naye alisema hapana. Bwana asifiwe sana. Kanisa letu ni kubwa. Kanisa letu ni kubwa. Unaweza kaona ni dogo, lakini kwenye ulimwengu wa roho kanisa letu ni kubwa. Ninapoongea ni ukubwa, ninaongelea what I see. Bwana asifiwe.
wote IC. Kwa hiyo yuko pale, nadhani ajitambulishe, asalimie kanisa. Pia amekuja na mjukuu wangu wa kiroho naye aje. Karibu, karibu mchungaji. Amina baba. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nakosa lugha. Kwa kweli madhabahu hii imenitambulisha. Amen. Haleluya. Baba. Naam. Hakika. Ndio. Utumishi wako si bure. Amen. Amina. Makambako wananijua ni kwa sababu nina baba. Amina. Amina. Kwa hiyo hakika sina lugha nzuri ya kusema, nitasema mengi. Lakini na popote alipo mwanangu, basi ili tujue Jesus Center. Ndio. Tumetembea hivi ni kwa sababu tulipewa taarifa ya muda mfupi sana. Alipotamka tu baba huyo, kwa kweli nikainuka, na baba akasema ni sawa, upo mwanangu, lakini nataka na mjukuu aje, hata awe mmoja. Lakini labda niliambia kanisa la Jesus Center, ni muda ulikuwa mfupi, lakini baba, huyu mjukuu mmoja. Kuna wengine wakasema kwa nini mahali popote ulipoesogeaga wakati mimi naendelea kueleza, ndio wakasema kwa nini peke yenu na sisi tunatamani. Lakini nikawatia moyo, ndio nikawaambia jamani, ndio mwaka huu ndio ni ghafla, ndio, lakini mwakani tutapewa muda wa kutosha na tutafika wengi. Hivi nimesimama, haleluya, nimesimama hapa, najua kwamba hiki ninachoongea na wao wakitoka ibada wataniona, watakuwa kama kweli tuko live. Ndio. Wataona kumbe mama kapeleka ujumbe. Ndio. Lakini Makambako wanawasalimu. Baba wanakupenda. Amina, amina. Maana huwa wananiambia mchungaji. Ndio. Huyu Pastor Moses. Ndio. Kule wamezoea neno la pastor. Huyu Pastor Moses. Ndio. Akishuka hata mahali popote nikimuona, nitavuta shati lake nitasema Pastor Moses nimekuona. Haleluya. Amina. Nini maana yake? Ndio. Maana mioyo yao imeambatana tayari na baba. Wasingeweza kuambatana, wasingeweza kusema nitakamata shati kama ndani hakuja. Sawa kabisa. Kwa hiyo hata Makambako baba. Hivi tuko live, lakini umefika. Tuko live. Wow, wajukuu wanatuangalia Makambako. Amina. Yaani hujakanyaga, lakini kwenye ulimwengu wa roho tumefika. Tumefika Jesus. Inabidi tufike ulimwengu wa mwili sasa. Basi mwanangu, popote ulipo, mwanangu Agnes, nilishamleta. Kumbe umekaa mdomoni sasa. Nilishamleta mjukuu. Kila natafuta kumbe upo. Amina. Basi karibu na. Hongera mchungaji. Yesu asifiwe. Amina. Mungu awabariki kwa kazi ya Bwana. Amen. Nawapenda. Amen. Kwa jina langu naitwa Agnes, msemo anatokea Makambako. Ndio. Mamangu hapa ni Debora. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana kwa kunipa mamangu huyu. Amina. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kunipokea mahali hapa. Amen. Mengi yote ameongea mamangu hapa. Mimi sina zaidi. Niseme baba, nashukuru sana. Barikiwe mjukuu. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Barikiwe sana. Mungu akutie nguvu. Asante. Nashukuru kwa maombi yako. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Natamani ufike Makambako. Nitafika Makambako. Barikiwe sana. Amina. Wote pia natamani mfike Makambako. Wow. Nawapenda. Amen. Nilipofika mahali hapa nimejifunza mengi. Mungu abariki sana. Amen. Niseme nini babangu? Mungu akubariki. Amina. Mungu akutie nguvu. Yes. Asante sana. Sina mengi ya kuelezea, zaidi mamangu ameshaelezea. Mungu abariki sana. Amen. Asante. Tumpe makofi mjukuu huyu jamani. Tumpigie makofi na mchungaji. Amen. Kwa kazi njema. Najua mazingira Makambako ni pagumu. Kwa injili ni pagumu. Lakini Mungu amekupaka mafuta. Ukiwa hata na washirika 4 Makambako, wewe ni mchungaji. Ni watu wamezoea dini, wamekuwa kwenye wokovu, wamezaliwa kwenye wokovu.
mpaka wokovu umekuwa wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikuona mwanangu pale unavunja mwamba ni kama Kisarawe. Mwanangu ni maeneo ambayo yanahitaji nguvu ya kutosha. Kwa hiyo wanangu mnaniwakilisha vizuri sana. Amina baba. Ninajisikia vizuri sana. Amina baba. Na wajukuu kule wanatuangalia kwenye mitandao. Amina baba. Wengine wana communicate, tunashukuru sana. Amina. Karibu mwanangu. Ndio. Asante. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe uliye mgeni, kuna wengine ni wenyeji wananijua. Lakini wewe uliye mgeni ambaye umefika kwenye madhabahu hii, hujapotea. Umefika mahali salama. Amen. Haleluya. Amen. Umefika mahali salama. Sikutii moyo. Ndio. Ila nasema kitu ambacho hata mimi ndio ninajua nguvu iliyomo ndani ya madhabahu hii kupitia baba yetu. Amen. Mbeba maono wa madhabahu hii. Amen. Hata nilipofika baba, mimi sifichi. Ndio. Kuna wenzangu wakanikawa nauliza kwa sababu ni mwenyeji. Ndio. Hapa ni nyumbani. Ndio. Nilipofika naona mwanangu akaanza kushangaa. Yeye analala, mimi naingia huku naingia huku kwa sababu niko nyumbani. Ndio. Nauliza fulani, yani mimi moyo umeumia. Yani moyo umeumia kwamba kuna baadhi najua wapo lakini sasa sijawaona. Ndio. Hata leo Jumapili bado naangalia siwaoni, sijajua, lakini changamoto ya umulize shemasi kiongozi. Kama wamepiga hatua, unajua hatua zinaenda ukiona unaenda hivi, unapotea mwenyewe. Ndio. Kwa kweli niwatie moyo, tumefika mahali salama. Mimi upande wangu nasema niko kwenye mikono salama baba yangu. Amina. Mungu akubariki baba. Amina mwanangu. Baba, ninaamini hapo. Amina. Mungu Thank you Jesus. Neema ya Mungu iwe juu yako. Mungu akakuinue kwa ajili ya huduma ya pale Makambako. Ninajua una muda mrefu wa huduma, lakini mwanangu, neema ya Mungu Jesus Center ikainuke, ikafanye kazi kubwa pale Makambako. Tunayo furaha kwamba tuna kanisa nje ya mkoa, lakini tunayaona mengi kupitia ninyi. Watumishi wengi watazaliwa kwenye hii madhabahu. Asante Yehova. Watazaliwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, wamama wachungaji, wamama aposto. Watakuwepo watu wengi kwenye hii madhabahu. Mungu, ninaomba hiyo neema na iachilia kwao katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe sana. Asante. Mungu wa mbinguni awabariki. Mpaka sasa ibada yetu inafikia mwisho. Bwana asifiwe. Kwa mnaokuja, asante kwa kushiriki. Tutakwenda kwenye mkutano wa Injili. Tusimame pale mlipo. Tunakaa zoni. Tukitoka zoni, mimi mwenyewe moja kwa moja tunaelekea wapi? Usione ni asubuhi, nenda kawai kwenye uwanja wa nini? Wa mkutano. Bwana asifiwe. Na vyombo sasa hivi vinakwenda vinaondoka kwa ajili ya kwenda kufungwa na kuweka utaratibu. Saa 8 kasoro, tena leo kasoro robo saa, sisi tutakuwa Jesus Center tumeshakaa pale kwenye viti. Bwana asifiwe. Watu watashangaa, hawa watu wamechanganyikiwa. Najua hili kama mikutano ya siasa, watu mheshimiwa anapita saa 10, watu saa 5 wako kwenye viwanja vya mkutano. Kwa nini sisi Yesu anapita saa ngapi tusiwepo kwenye viwanja vya mkutano? Ni kukosa adabu, ni kukosa heshima mbele ya Mungu ambaye anatufanya kuishi. Bwana asifiwe. Lazima tufike kwa wakati. Na wakati mwingine kwenye mikutano hiyo ya siasa hakuna hata matenti. Watu wanakaa kwenye jua wanavumilia. Na sisi tuna matenti, tutakaa pale. Tukaendelee kuomba, tukaendelee kuandaa mazingira. Bwana asifiwe. Live yetu itahamia kule. Live yetu itahamia. Nyosha mkono wako juu. Kama umekuja umechelewa hujatoa sadaka, njoo utoe sadaka mbele. Wakati unaonyesha mkono. Kama umekuja hujatoa sadaka, probably run. Jana tulitangaza muda wetu wa ibada ni saa 2 mpaka saa 5, lazima ibada iwe imeisha. Kwa hiyo bahati nzuri nimewafundisha kanisa hili kuwa punctual na muda, kuwa waaminifu kwenye muda. Sisi tunajifunza kuwa waaminifu kwenye muda. Jumapili ijayo moto utakuwa si wa kawaida, maana tutakuwa tumekusanya nguvu kutoka kwenye mkutano.
Matendo makuu ya Mungu yatatendeka hapa. Matendo makuu ya Mungu yatatendeka hapa. Matendo makuu ya Mungu. Kuna mtu ubavu hawezi kugeuza. Alihisi kama amepigwa na kitu, hakuona ni kitu gani kimempiga. Ilikuwa ni kama around saa 1 usiku. Alikuwa anatoka mahali, alafu ni kama anaingia kwake. Kuingia kwake akahisi kama kuna kitu kimempiga kwenye ubavu, ni upande sijui wa kulia. Alafu baada ya hapo akawa anapata maumivu. Yale maumivu kila siku yanatembea. Huyu mtu ni nani na yuko hapa? Ni nani unazungumza naye? Wow. Ulikuwa unatoka wapi? Nilikuwa natoka kule basi. Kazini? Hivi nipiga hapa ni. Nikapiga hukujua nini? Sijajua. Na mpaka sasa maumivu nayapata. Mpaka sasa. Maumivu nayapata. Wewe dada uliyekaa pale umeshika simu, simama na mtoto, simama kidogo. Simama. Nyanyuka. Uponyaji tayari hapa, uko hapa. Raba shanta raba. Haya, kunja ubavu wako hivi. Kunja hivi, kunja na hivi. Unakunjika? Unakunjika. Unakunjika. Bado hapa kitu. Una mtoto mdogo? Una mtoto mdogo? Hebu muangalie, kuna mikwaruzo yote mgongoni, mfungue. Ana mikwaruzo yote? Namaliza sasa hivi. Namaliza. Mama yangu shikamo. Simama juu. Ni mara ya kwanza tunaonana? Tumeonana leo ndo tunaonana? Ni mara ya kwanza kufika hapa? Ni mara ya kwanza mama? Mara ya kwanza. Haya, simama juu mamangu. Kuna eneo lote unasumbuliwa? Kuna eneo lote unaumwa? Kuna eneo lote unaumwa? Msaidie. Ana shida gani? Ana shida ya kwenye tumbo. Tumbo lina shida gani? Hapo alipo limevimba sana. Limevimba sana. Na hawezi kufanya nini? Hawezi kuinama kwa sababu hata kiinama anachoka sana. Hawezi kuinama, tumbo limevimba. Kaya masantara koria. Njoo hapa mama. Kwa maana fadhili, mwambie jirani yako simama. Zako zadumu milele na milele. Amina. Sharaba baba yenderia baba, kwa maana fadhili kaya baba zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Mungu ayeshindikana yuko hapa. Kwa maana fadhili, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Kwa maana fadhili zadumu milele na milele.
kama hakuwa kwako, amesafiri kutoka somewhere. Katoka Iringa. Katoka Iringa. Alikuja kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maombi. Kwa ajili ya maombi na matibabu. Na matibabu. Matibabu wapi? Muhimbili. Nilipanga kwenda hospitali. Ndio. Lakini sikutaka kwenda hospitali mpaka ukamleta kwanza. Kwa tumbo mama limejaa, kuinama hivi ni shida. Kama nimekaa kwa hivi. Huwezi kuinama hivi. Huwezi. Siwezi. Kwa muda gani mama? Kwa muda gani huwezi kuinama hivi? Yaani miaka miwili. Miaka miwili. Na hujui linajaa tu bila sababu. Hapa unafikiri hapa. Hapa. Pana gujitu kama kameshika. Kwa ukinama panauma. Tuma years. Miaka mingapi? Yuko Yesu mtenda miujiza hapo. Na tuangalia kwenye mtandao. Angalia kinachokwenda kufanyika. Wow! Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Oh, kwa maana fadhili zako milele milele. Oh, kwa maana fadhili zako milele. Amina, amina, amina. Kwa maana milele, milele na milele. Zako milele na milele. Amina. Kwa mama, tumbo limekuwa likishika hapa na hapa kujaa chini. Ndio chomi. Mwanao akakutoa Iringa akasema aje. Miaka miwili kwa hiyo mmesumbuka. Ile mwezi wa 5 nilikuja hapa nikaombewa. Ndio. Ulitabiri mambo mengi kuanzia kakaangu. Nilitabiri. Ukaniambia kwamba kuna mtu anateseka, ni nani? Nikamwambia ni mamangu. Ndio huyu. Na juzi nimekupigia simu ukasema mlete mkutanoni na mlete ibadani. Ndio huyu mama. Ndio huyu mama. Mama, nilikuona mwezi wa 5 kwenye unabii. Ndio maana nikawa na uhakika na uponyaji wa kumbe Mungu. Kwa hiyo hujai kumuona mama akifanya ni kazi. Yani, kwa mfano kama hata akifagia kutoka hapa mpaka hapo hawezi. Akinyanyuka hawezi hata kuongea. Hawezi hata kuongea. Maana pumzi. Maana yake pumzi inakata. Akiinama akinyanyuka hawezi kuongea. Anapofanya hii kwa muda hata kidogo. Yani hata kitembea tu labda umbali mrefu hawezi kuongea. Mpaka barabarani. Pumzi inakata. Inasumbua. Aje mtendakazi mmoja. Kwa fadhili zako zadumu. Mama geuka. Fumba macho. Kap. Haraka. Kap. Kap. Hipa ya masata. Raka ya basia. Mungu ni Mungu yaliyoshindikana. Ripaka ya masaya. Kap. Kila ugonjwa. Hey, jina la Yesu. 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 Achia. Toka kwenye umwili. Toka kwenye umwili. Narudisha mawasiliano ya kawaida ya umwili. Damu, nyama na mifupa na mishipa. Utendaji wa mwili na urudisha
urudi kwenye hali yake ya kawaida, ule utendaji wa mwili wake wa kawaida, ile hali ya pumzi kubana. Narudisha utendaji wa mwili wako katika hali ya kawaida, mawasiliano ya mwili na viungo narejesha kwa jina lipitalo majina yote, nalo hili ni jina la Yesu. Na kutamkia mama, kwa jina la Yesu natangaza uzima wako, natangaza uzima wako kwa jina la Yesu, amen. Nyanyuka mama, nyanyuka mama, ametoka Iringa. Nyanyuka tu mwenyewe, nyanyuka mama. Mama nyanyuka, njoo hapa. Haya, sogea mama, tutembee, tutembee, tutembee. Geuka tu, tembea mama, njoo. Haya mama, sema kwanza nimepona. Nimepona. Haya, umeona ninachokifanya? Twende, twende chini, twende juu, twende haraka haraka, endelea, twende, fanya mazoezi, twende mama, twende, ongeza mwendo, twende, twende mama, twende, 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 twende. Ngoja muone kinachofanyika, mtaelewa. Mama simama, 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 tosha, simama. Nyosha, zungusha, 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 zungusha. Aya mama, umeinama hapa, si ndio? Si umeinama, si ndio? Umeinama, si ndio? Umeinama. Kile kinachouma hapo kipo hakipo? Hapa. Sijui, nitaangalia baadaye. Utaangalia baadaye. Sasa hivi kipo hakipo? Mimi mwita kipo. Hakipo. Hakipo. Kimeondoka sijui. Ay. Sema amina, Mungu asikie. Ay. Sema ye. Sema ye. Sema ye. Sema ya. Sema ya. Sema ya. Hold on. Ai, tuna madhabahu yaliyoshindikana. Mama, hapa nilipokusimamisha walikuja hawezi kutembea, wanatembea. Ndio maana sina wasiwasi na wewe. Kagua tu, wewe ni mzee. Kagua chochote. Tumbo lako, haya, hiki hakipo. Sio hicho tu. Mama, minya tumbo. Minya kabisa. Minya mama. Tuairishe kwenda hospitali. Ngoja nikwambie. Minya mama, minya, hamna shida. Minya tumbo linarudi kwenye hamjanielewa. Ninaongea miujiza bado. Wiki ijayo patalipuka. Hapa naingilia kazi za wahubiri. Hapa ninataka niwaachie wahubiri. Wiki ijayo nitaingia kazini na mimi. Nitaendeleza walipoishia. Sema amina, Mungu asikie. Sema amina, Mungu asikie. Sema amina, Mungu asikie. Sema amina, Mungu. Mama, tumbo lako unalisikiaje? Tumbo lako unalisikiaje? Nalisikia vizuri. Liko sawa? Inaona limefanya, limepungua, limeshuka. 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 Liko sawa? Liko sawa. Shabari. Wako wapi wa kumpa mtu Yesu makofi? Wako wapi wa kumpa Yesu makofi? Ninaposema kwamba kuna jambo linatendeka, niliwaambia watu wa mtandao, ngoja wakaone, kwa nadhani waelewe. Ngoja wakaone kinachotendeka. Haya, Yesu anatenda hapa kila Jumapili. Yesu anafanya kila Jumapili. Haya, sema. Na wala sina wasiwasi na uponyaji huo. Sina wasiwasi na huo uponyaji. Mama, tembea. Ulisema hawezi kutembea, umbali gani hawezi kuzungumza? Hata upande mwingine alikuwa hawezi kulalia. Aliwezi kufanya nini? Kulalia upande wa kushoto. Alikuwa hawezi kulalia upande wa kushoto. Mama, njoo hapa, atalala hapa. Njoo, rudi huku mama. Akilalia hawezi kunyanyuka mwenyewe. Anakuambia akilalia upande huu lina. Upande gani mama yangu ulikuwa huwezi kulalia? Upande ulikuwa huwezi kulalia. Kushoto. Huku. Haya, lalia upande mama. Lala mama yangu. Lala kabisa. Mfunike na kishuka. Lala kabisa mama, lala, tunakufunika na shuka. Lala kabisa mama yangu.
lala kabisa. Sema yeye. Mama pumzika, lala kabisa. Lala. Alale na atalala kuanzia leo. Atarudi Iringa akisema nilikwenda kwenye madhabahu moja nikakutana na Yesu aliye hai. Sema amina, Mungu asikie. Sema amina, Mungu asikie. Ngoja alale. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Haku jina. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Aku jina. Hakuna wewe. Hakuna wewe. Hey. Hakuna wewe. Hakuna wewe. Hakuna wewe. Hey. Hakuna wewe. Aya. Mama. Ndio umelala. Unasikia? Hakuna maumivu. Hakuna. Umeweza kulalia huo? Nimelalia. Shabari, nyanyuka mama. Aya, nyanyuka mama. Mama amerudi akiwa mzima. Na wewe pokea neema ya uzima, pokea neema ya baraka. Mambo yako yasisimame baada ya hapa. Natangaza kwa jina la Yesu kama nabii, hakuna jambo lako litasimama. Pigia Yesu makofi. Mama amerudi, mchukue mama. Neema ya Mungu ni kubwa. Weka mkono wako juu. Nataka nikuombee. Oh shaparados. Inderia Masaya. Antoria Makoria. Yesa parados. Intarabasia. Indoria basika. Paradasia. Ana shida gani huyo? Tumbo linamuuma na. Tumbo linakuma. Kimbia hapa. Limekuanza lini? Ndio shida yake kubwa. Leo umeamka linauma? Ndio. Linauma sana. Ndio. Mpaka sasa hivi. Sasa hivi limepoa. Limepoa. Ugonjwa wa tumbo, sumu ya tumbo, chochote ulichokunywa kavuruga tumbo, natamka ukavu kwenye hilo tumbo, uwe mzima, ugonjwa huo uondoke kwako kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia neema ya Mungu juu yako, natamka baraka ya Mungu juu yako, natamka ushindi katika kila unalopitia. Tunapojiandaa kwenda kwenye mkutano, tunapojiandaa kwa ratiba nyingine, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbingu na nchi, Baba wa baraka, neema yako ikawe juu yetu, 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 katika jina la Yesu, amen. Kuanzia Alhamisi wiki hii tutakuwa na ibada za jioni saa 10 mpaka saa 12 hapa. Kabla tujaanza kwenda kule hapa, tutakuwa na ibada mfululizo Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Tutakuwa tuko hapa. Bwana asifiwe. Waleteni wagonjwa. Waleteni. Na pia nitoe tangazo hili kwenye ibada za Jumapili. Kuna wakati nitakuwa nikimaliza ibada, wale ambao waliokuwa wamekuja kwa ajili ya kufunguliwa, kuponywa, kuombewa, baada tunamaliza ibada, hata kama utakuwa umepata unabii na maombezi hapa, kutakuwa na ibada nyingine kwa ajili ya deliverance iliyokamilika kwenu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wale ambao ni wahitaji wa kuombewa, ile kufanya maombi nani, kwa sababu hapa tunaweza tukapiki huyu, lakini kuna wale ambao wanahitaji deliverance. Kwa tutamaliza ibada, wengine watakwenda, alafu wakimaliza nani, sisi tutarudi, tutakuwa tena na ibada inaitwa total deliverance na healing. Hiyo ni kuanzia Jumapili ijayo. Cha kufanya ni nini?
Kama unajua unahudhuria ibada hile, unaweza ukaandika jina lako tu kwamba mimi nitahitaji kuwepo kwenye ile ibada. Sawa sawa, nitahitaji kuwepo kwenye ile nini, yaani unakuwepo kwenye ile ibada, ikiisha inakuwa na hiyo 1 hour kwa ajili ya deliverance tu, mafundisho ya imani, deliverance. Kuna wengine tutakwambia tunakuandaa kwa ajili ya maombi ya siku fulani, kwa hiyo kutakuwa na hiyo. Kwa hiyo hapo manake itakuwa ni ibada ndani ya ibada. Hii ni ibada kubwa, ina nini hiyo? Itakuwa ni deliverance, healing, uponyaji, kufunguliwa. Kwani hiyo kitakuwa hivyo. Wangapi wananielewa ninachosema? Kwa wagonjwa, hata kama wale wagonjwa watakuwa labda wamekaa kule hajaguswa, ajue kuna ibada inakuja mchana. Yaani kuna ibada baada ya hiyo ibada ambao sasa watakuwa ni wachache. Najua watakuwa ni wachache, wengine mmefunguliwa muumwi, lakini wale ambao wako serious. Kwa hiyo mgeni unapomleta mwambie kuna ibada itaisha, vitakuwa na ibada sasa rasmi. Haimaanishi kwenye ukumbi huu sitaombea watu, nitaombea, lakini kuna hiyo ibada itaendelea. Sawa? Sasa muiombee Mungu anitie nguvu kwa ajili ya hiyo. Wangapi wananielewa? Niombee Mungu anitie nini? Nguvu. Basi jamani, mliofika sasa hivi tulianza ibada saa 2 na nilianza mimi mwenyewe. Sasa tukitoka hapa zoni, kama watu wakatushangae hawa watu wana kichaa Jesus Center, saa 8 jua linawaka, wako kwenye mkutano, watujue Jesus Center sisi ndio tulivyo hivyo. Amina. Sofia wale wako urudi kule kwenye mkutano moja kwa moja. Sawa? Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba tena kwa ajili ya familia tunapotoka kwenda kwenye mkutano, kabariki kila mtu. Asante kwa neema hii, asante kwa baraka hii, na waachilia mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Amen.